Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Unaweza ukafanya vizuri zaidi ya hapo. Makofi, vigelegele na shangwe kwa Bwana. Haleluya! Yesu Kristo yuko hapa. Yule mtenda miujiza yuko hapa. Yule mponyaji yuko hapa. Anayefufua wafu yuko hapa. Haleluya! Ongeza makofi na vigelegele na shangwe kwa Bwana Yesu. Ile siku tuliyoisubiri ilipoanza Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi tukapata kiu, Ijumaa kiu ikaongezeka, na leo siku ya Jumapili imefika, maana Bwana yuko hapa. Haleluya! Akasema mtu mmoja, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Furaha yake ilikuwa ni kuwa nyumbani kwa Bwana. Akafurahi kwa sababu ameambiwa twende nyumbani kwa Bwana. Mtu mmoja alichukua urithi kabla ya wakati wake. Alipoteseka sana, ukafika wakati akagundua, akazingatia moyoni ya kwamba nyumbani kwa baba yangu wanakula na kunywa na kusaza, nami nitarudi nyumbani kwa baba yangu. Nasi leo tuko nyumbani kwa baba, tutakula na kunywa kutoka kwenye madhabahu yake. Haleluya! Yesu akaendewa na mtu. Yule mtu anataka kupata kitu kutoka kwake. Yesu akamwambia haifai kuwapa mbwa chakula cha watoto. Kuna chakula cha watoto wa Mungu ambayo ni haki yetu na tutaipata leo. Safari imeanza. Safari imeanza. Safari imeanza. Safari imeanza. Asikiae na afahamu. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Kwenye Biblia kuna kitu kinaitwa furaha ya Bwana, na furaha ya Bwana ndiyo nguvu zetu. Sema leo tena kwenye nyumba ya Baba tunaye mpakwa mafuta SNP Livingstone, mtoto wa Baba. Nadhani nikitaka kukusimulia utanipunja kwa sababu wewe uliona wiki iliyopita. Leo ni zaidi ya hapo. Nasema leo ni zaidi ya hapo. Sisi kama unanielewa, leo ni zaidi ya hapo. Wiki iliyopita hatukuwepo. Tuliitwa makao makuu. Mimi nimeondoka na SGR kama saa 11 asubuhi. Sikufika nyumbani. Nikapitilizia makao makuu. Wakati naingia kanisani, na kani pumzike niende kwenye kikao tulichoitiwa, mkurugenzi wa uinjilisti akatokea kwenye moja ya kona ya milango ya lile hekalu. Anapiga simu, anatafuta watu. Aliponiona akanipungia mkono kama ananisalimia. Alipokaza akaona ni Pastor Saganda. Akanifuata akaniambia, hapo chini tumeletewa mtu wa kurudisha, amekufa, uko tayari? Nikamwambia twende. Kumkuta kijana mmoja mzuri amepoteza maisha, ila watu wanaolijua kanisa hili walikataa kumtoa hospitali kumpeleka nyumbani. Wakasema tumpeleke ufufuo na uzima, wanashughulika na mambo haya. Haleluya! Tukatelemka. Sasa nitakwambia kwa ibada kilichotokea.
chukua kitambaa chako na wigi lako, tumlete mpakwa mafuta wa Bwana. Wakati mpakwa mafuta wa Bwana anakuja, chukua kitambaa chako, jiandae, tunamleta kwa shangwe kubwa. Haleluya! Mshangilie Bwana. Ongeza makofi mengine kwa Yesu Kristo. Amen. Majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga, majeshi yanapiga na leo. Hawapo, wamekwisha, wanalia. Amen. Basi tuitumie nafasi vizuri kumshukuru Bwana Yesu. Baba, tunakushukuru sana kwa maana unatawala katika nyumba yako, unatawala katika maisha ya watoto wako, unatawala kila mahali. Asante Bwana kwa maana hata siku ya leo umeijaza uweza wako na nguvu zako na mamlaka zako na upendo wako umefurika katikati yetu. Asante Bwana kwa maana hakika vile tulivyoingia sivyo tutakavyotoka. Na kushukuru kwa maana hakika umekwisha kutenda hata sasa kwa ajili ya kila mmoja sasa na uhitaji wake, ni katika jina la Yesu. Amen. Basi ongeza makofi kwa ajili ya wana WhatsApp wanaporudi kwa nafasi zao. Na wewe upige makofi wakati unachukua nafasi yako nzuri kukaa, na Mungu akubariki sana. Ninayo furaha sana kubwa kuwepo mahali hapa jimboni kwenye baraka nyingi sana, mara ambapo vita imepiganwa mno, maana bila vita tusingekuwa kama hivi tulivyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu wa baba yetu anayefanya kazi pamoja nasi katika nyumba hii. Haleluya. Nikupe salamu. Mimi ni mchungaji wa Chamwino. Ukifika njia panda panaitwa Bwigiri, kama unaelekea Chamwino tuko mahala pale. Nyumbani wanakusalimia, familia ya madhabahuni ya kiroho inakusalimia. Lakini pia nikupe salamu za mpenzi wangu, mke wangu pia anakusalimia. Kumbe issue ya ndoa iko vizuri sana. Tunakula ubwabwa hivi karibuni. Asante. Lakini pia nikupe salamu za askofu wetu mpendwa, rafiki mzuri, Pastor Eric Shaw. Anakusalimia na kupenda sana. Ukiona niko hapa ni kwa vile ameamua niweze kuwepo. Lakini pia salamu za baba yetu askofu mkuu wa majimbo yote, mzee wa kuliamsha dude, kama unavyojua mafuta ya kwake yako pamoja nasi. Haleluya. Basi nitambue uwepo wa Roho Mtakatifu, natambua uwepo wa Yesu Kristo, uwepo wa Mungu wetu aliye mzuri, aliyetufanya kwa mfano wake na kwa sura yake, anayetufanya tuweze mambo yote.
Tunatambua uwepo wako, na mimi ningefurahi kama tungepiga makofi kwa ajili yake. Asante sana, asante sana. Basi asante sana Pastor Saganda, asante sana Pastor Paul. Nakushukuru kwa ajili ya wewe na Mungu akubariki sana. Basi leo tutajifunza kama ilivyo kawaida yetu, na Mungu atatusaidia kwa sababu siku ya leo ni siku nyingine na anayo mengi na mazuri ya kufanya katikati yetu. Amen. Leo tutajifunza kwa habari ya usingizi wa kichawi. Inawezekana tumejifunza tena na tena, lakini si vibaya, na Mungu anatuwazia mawazo mema kupitia somo la namna hii, usingizi wa kichawi. Usingizi wa kichawi ni mzuri kutambua kwa sababu kuna mahali tunaweza tukaamka na tukaenda kwa nguvu zetu zote. Amen. Kuna mambo yafuatayo. Kabla sijaanza kabisa moja kwa moja, ni muhimu sana nianze kama utangulizi. Kwenye maisha yako yawezekana umewahi kusikia boss ama kiongozi wako kuna mahali analalamika juu yako. Boss ama kiongozi wa maisha yako, ama mzazi ama mwalimu, yeyote awe kiongozi ama boss, kuna mahali analalamika kwako. Anaweza akakupa kazi, anaweza akakupa jambo la kufanya, ukalifanya na ukamaliza, unasubiri umuonyeshe. Ila ukienda kumuonyesha, badala akutendee kama ulivyoandaa moyo wako, bado anakulaumu na analalamika juu yako. Alitarajia kuna mambo fulani wewe umeyafanya vizuri, ila umeyafanya haujaweka katika kiwango cha ubora. Watu wengi leo wanashindwa kufikia mafanikio yao kwa sababu wanafanya mambo ili mradi wamefanya. Na ndio maana tunaweza tukamtumikia Mungu toka kuzaliwa kwetu, ama miaka 10 au miaka 20 au miaka 5, lakini hakuna tofauti na hapo awali kabla hujaokoka. Kuna matatizo mtu anaweza akamfuata, kila siku anaombewa, ama kila siku na tabia zibadiliki, si kwa sababu kuna mahali mizimu inamsumbua zaidi, ama ana vita kubwa sana, hataki kuufanya wokovu wake uwe bora juu ya maisha yake. Kwa mtu huyu utampa ajira, lakini yeye anafanya alafu anaondoka, hafanyi kwa kufanya kwa ubora. Dunia inahitaji watu wanaofanya vitu kwa ubora. Kama hautakuwa unafanya mambo kwa ubora, wewe utakuwa wa kawaida, na wa kawaida siku zote wanaishia kuwa wa kawaida. Watu wanaolenga kufanya kuwa tofauti lazima wafanye mambo yao kwa ubora zaidi. Na mimi nataka nikutangazia asubuhi ya leo, kila ukiwa kazini, kila ukiwa kwenye maombi, kila ukiwa mwimbaji, kila unachokifanya lenga ukifanya katika ubora. Kama mambo yako hayana ubora, hakuna atakaye kuwa na muda na wewe. Majeshi. Mimi nakumbuka nilitoka Pwani, Mkulanga. Nimekaa kule kwa miaka kadhaa ya kuchunga kanisa. Baadaye baba amependezwa na mimi amelete Chamwino. Chamwino tulikutana, vita haijawahi kutokea. Vingi sana. Vita nyingine ndani ya kanisa, vita nyingine inatokea mtaani, lakini nataka nikwambie, wewe hauhitaji kuangalia vita ilivyo. Wewe unahitaji kufanya kidogo chenye ubora. Baadaye wanaokukataa wataukubali, watakuelewa, watakusikiliza. Kwa maisha yako yote lenga kwa ubora. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, kila unalolifanya lifanye kwa bidii. Usilenge nafanya kwa ajili ya miaka 5 ijayo. Fanya siku ya leo iwe bora na uifanye kwa bidii. Fanya jambo la kesho kwa ubora, maana unalenga kulifanya kwa bidii. Ukifanya namna hiyo, utapata matokeo kwenye biashara, utapata matokeo kwenye ndoa, utapata matokeo kwenye kazini kwako na kwenye masomo yako. Nisikia amina. Majeshi. Yako wapi majeshi? Yakipiga majeshi. Raha yangu na furaha yangu
Nikisema amen nataka nisikie amen. Nitahubiri pamoja na wewe. Majeshi. Kwa ubora na kufanya kwa bidii itakufanya uwe tofauti kabisa. Itakufanya ufanikiwe kabla ya wakati wako. Haleluya. Kuna mtu kaolewa na ilikuwa ni shauku yake kuolewa, ila chakula anachokipika nyumbani hakina ubora. Tunakula ili mradi tushibe. Hautokaa kwenye hiyo ndoa na ndoa yako ukaifurahia, kwa maana kuna mahali mtu anashiba akirudi nyumbani anakulizisha wewe. Haitakuwa na ubora. Kwa unapokaa kwenye ndoa, iwe ni kupika chakula, kipike kwa ubora. Kama ni kufua mavazi, usikubali kuyaanika tu. Yafue katika ubora, yanyoshe katika ubora. Hiyo ndoa yako itakuwa ni smart kabisa. Si lazima shuleni wote tuwe namba moja, ila kuna namna ambavyo mtoto atakapokuwa smart shuleni, namna ya muonekano inatosha kumpa kibali kwa walimu. Kwa kila jambo unalolifanya, ulifanye katika ubora. Kuna watu wanaimba, kuna watu wanajua kuomba, kuna watu wanajua kufanya kazi. Wewe ya kwako yaboreshe. Lenga kuboresha wokovu wako, lenga kuboresha ndoa yako, lenga kuboresha watoto wako, watofautiane na wengine wote. Kwa hiyo nataka tujifunze habari ya usingizi wa kichawi. Mahali ambapo wewe unawaza mashetani amekukamatia ama umerogwa sana, wakati mwingine sio mashetani, ni kwa sababu haulengi kufanya mambo katika uzuri wa Mungu. Haleluya. Majeshi. Basi tujifunze kwa habari ya usingizi wa kichawi. Tutaenda kwa haraka zaidi na itakuwa ni njema tuangalie mafuta yaliyo tuvuvia hichi kitabu kiweze kwepo. Leo tukipitie tena kwa mara nyingine tena. Usingizi wa kichawi. Tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21 imeandikwa, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahala pake. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi. Mungu ndiye ambaye alianza, anamletea Adamu usingizi, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akamfunika nyama yake, nyama ya mahala pake. Kwa Mungu amemletea Adamu usingizi, na baada ya hapo akachukua sehemu ya ubavu wake akaitoa na akafunika mahala pake. Na jamaa alivyoamka akajiona yuko sawa, yuko vizuri. Kwa kwenye usingizi kuna mambo yanaweza akakupata, utanielewa tu. Usingizi ni kitendo cha mtu kuwa katika hali ya kulala kimwili, akiruhusu akili na viungo vyake kupumzika, lakini roho yake inatenda kazi. Kwa unaposema usingizi, ni ile hali ya kulala kimwili, unaruhusu viungo vyako na akili zako zipate kupumzika. Haleluya. Ukisoma Biblia mara nyingi, Mungu akitaka kufanya jambo kwa watu wake huleta usingizi mzito, ili aweze kufanya lile analolikusudia bila upinzani wa mtu huyo. Kwa Mungu anapotaka kufanya jambo lolote kupitia watu, anawaletea usingizi ili hao watu wasije wakaleta vikwazo, vipingamizi na mambo mengine. Haleluya. Tunaona Adamu aliletewa usingizi mzito, Mungu akatoa ubavu wake na kumfanya mwanamke. Kama Adamu angekuwa hajalala, yawezekana angeweza ukataa. Kwa tunajifunza kwa habari ya usingizi. Mungu ameleta usingizi kwa Adamu na baadaye ametoa ubavu. Kwa kumbe unaweza ukaletewa usingizi na wakakuibia, au ukatapeliwa, au ukapokonywa, au ukacheleweshwa mahali. Usingizi unao uwezo wa ukuvuruga. Haleluya. Alafu tuangalie Waamuzi sura ya 16
na mstari wa 19. Tutaenda kwa haraka kidogo ili tufike pale ambapo Mungu amekusudia tuweze kufika. Waamuzi sura 16 na mstari wa 19. Naye akamlaza usingizi magotini pake, kisha akamwita mtu, akavinyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Tunamwona Delila amembembeleza Samson. Baada hapo amemlaza usingizi, amemlaza magotini pake. Baada ya kulala akaita mtu Filisti, njoo unisaidie. Wakamnyoa vishungi 7 na baada hapo nguvu zikamtoka. Kwa nini tunajifunza leo ya usingizi? Kama kuna mahali umelala, unaweza ukaibiwa, unaweza ukatapeliwa, unaweza ukapoteza. Mungu amemlaza Adamu usingizi, lakini pia tunamwona mwanamke anaitwa Delila amempetipeti kidogo Samsoni, na baada ya hapo alichokifanya akanyolewa nywele na nguvu zikamtoka. Kwa usingizi ni hatari. Hatua ya kwanza, mbavu zimechomolewa. Hatua ya pili, amenyolewa nywele. Majeshi. Ndivyo inaweza ikatokea. Ukilala usingizi, kuna mambo utayapoteza. Kwa twende taratibu na baadaye unaweza ukanelewa. Wafilisti walikuwa na mwogopa sana Samsoni kwa nguvu zake, lakini alipolazwa usingizi waliweza kumsogelea na kumnyoa nywele zake. Kumbe tunajifunza, unapolazwa usingizi unaweza ukatendwa kile mtu anachotaka ukitenda juu yako. Ukilala usingizi, Samsoni anaogopwa na Wafilisti, lakini kwa sababu amelala wakamsogelea, wakamnyoa nywele, vile vishungi vyake 7, chanzo cha nguvu zake, na baadaye nguvu zikamtoka, wakamkamata, wakamfunga. Kwa kuna usingizi wa kichawi tunaoongelea hapa, baadaye utauelewa kwamba unaweza ukalazwa. Ukishalazwa unaweza ukatapeliwa, unaweza ukaibiwa, unaweza ukakosa nguvu. Majeshi. Twende taratibu kidogo tena. Shetani alikuwa mbinguni baada ya kuasi kutupwa chini, hivyo anazifahamu vizuri sana kanuni na desturi za kimungu katika utenda kazi. Shetani ajua Mungu anaweza akaletea watu usingizi ili aweze kutimiza kusudi lake kwao. Mfano, Mungu alivyomletea Adamu usingizi, ndipo Mungu akatoa ubavu. Kwa na shetani kupitia wachawi, kupitia waganga, kupitia soma nyota, kupitia wafuga majini, kupitia wapunga pepo, kupitia yeyote mchawi, wakala ibilisi, anaweza akakuletea usingizi na baadaye akakuibia kile anachokitaka, ama akakutenda kile anachokusudia. Haleluya. Kwa ibilisi alikuwa mbinguni, anajua taratibu za mbinguni, anajua silaha kubwa ambao Mungu akitaka kufanya mambo yake analeta usingizi kwa watu. Niongee nao kwa ndoto. Alizungumza na Abimeleki, usiwe na Raheli, usiseme chochote, rudisha huyo mke wa Ibrahimu. Alisema na Labani kwenye ndoto, ina maana amelala, na baadaye Labani anarudisha, anamwambia asiwe na Raheli juu ya Yakobo. Unanielewa mtu wa Mungu? Kwa mchawi kupitia shetani mwenyewe ana uwezo wa kukuletea usingizi. Akikuletea usingizi, uimbaji wako utaimba lakini hauna matokeo. Utafanya biashara lakini haikui, imedumaa. Utazaa watoto hawezi kuwasaidia. Unaweza ukaa ndani ya kanisa lakini hauna baraka. Kwa sababu gani? Kuna mahali ukilazwa, yule aliyekulaza anakutendea sawa sawa na anavyokusudia. Haleluya. Kwa hiyo tutauangalia usingizi wenyewe wa kichawi namna ulivyo. Kwa twende taratibu na baadaye na uhakika Mungu atakusaidia. Zaburi 127 na mstari wa 1. Kitabu cha Zaburi 127 mstari wa 1 hadi wa 3. 127 mstari wa 1 hadi wa 3. Bwana asipojenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Mstari wa 3, mstari wa 2. Kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala, na kula chakula cha taabu,
yeye humpa mpenzi wake usingizi. Mungu ana kawaida ya kuwapa watu usingizi. Kwa shetani anajua. Mstari wa 3, tazama wana ndio urithi wa Bwana. Tazama wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kwa mstari wa 2 anasema Bwana kwamba Bwana huwapa usingizi. Anaelewa mtu wa Mungu Kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Mungu ana kawaida ya kuwapa watu usingizi. Samsoni alipolazwa usingizi, Delila alifanya mambo mabaya juu yake, matatizo akampata. Kwa Mungu anatenda mambo kupitia usingizi. Shetani yeye anajua hiyo silaha anaitumia, na wachawi na wao wanatumia silaha hiyo hiyo. Wafilisti walimwogopa Samsoni kwa nguvu zake, lakini alipolazwa usingizi waliweza kumsogelea na kumnyoa nywele zake, ambazo ndizo zilikuwa chanzo cha nguvu zake. Kwa kuna nguvu ulionayo, kuna nyota ulionayo, kuna hekima ulionayo. Kuna mtu anaweza akaja kama rafiki, anaweza akaja kama mpenzi, anaweza akaja kama muumini mwenzako ama mtendakazi mwenzako, lakini yeye kwa asili kwao ni wachawi. Kwao ni wachawi. Ameokoka, ameacha, lakini mashetani anamfuatilia. Ukiwa rafiki na yeye, mambo yako yote yatakufa. Na ndio maana mambo ya kanisani hayahitaji kuulizana, leo umeenda kanisani? Mimi sijaenda. Na mimi sijaenda. Twende tukaende kwenye biashara Jumapili, tutaenda. Hayo mambo sio salama kwako, kwa sababu yawezekana unayeambatana naye yeye ni mchawi, ama kwao ni wachawi, siku zinawafuatilia. Kuna watu ukiambatana na wao utafeli, utashuka, utaharibikiwa. Kuna watu ukienda na wao utafanikiwa. Na mimi nataka nikuombe kwenye hii habari ya usingizi, Mungu atakufungua macho yako, na hatimaye utaona unaoenda nao watakufanya mambo yako yadumae. Hao wakatae waziwazi, waambie kaa kushoto, na mimi naendelea na kazi yangu kwa jina la Yesu. Majeshi, majeshi. Mama Sadala yuko hapa, ni rafiki yangu sana. Anajua miaka 7 aliyokaa Chamwino, lakini naweza nikamshukuru Mungu baada ya kuja kuna mabadiliko kwangu mimi. Kuna mahali ukikaa, ukiambatana na watu hautoboi. Kama umelala za kiusingizi, na usingizi huu unaweza ukawa unatembea kimwili, unaona niko sawa, lakini kuna mtu amesema hiyo ndoa ulionayo hautokao uifurahie, ni kama jehanamu pale kwenye ndoa yako. Kwa sababu gani? Kuna namna ulivyolazwa, haujui namna ya kuwatendea watoto wako, haujui namna ya kutendea mama mkwe, haujui namna ya kumtendea baba mkwe, hauna namna ya kumtendea mume wako. Ina maana hiyo ndoa itakuwa jehanamu ya moto, hautafurahia ndoa yako. Majeshi, majeshi. Msema usingizi wa kichawi na uharibu leo. Utanielewa kwa sababu na mpango unielewe. Na leo tutawapata waliologwa kwa usingizi wa kichawi. Tusome kitabu cha Mithali sura ya 20 mstari wa 13. Mithali, kitabu cha Mithali sura ya 20 mstari wa 13. Imeandikwa, usipende usingizi usije ukawa maskini. Fumbua macho yako nawe utashiba chakula. Usipende usingizi usije ukawa nani? Maskini. Sasa kuna mwingine apendi, ila ameingizwa kwenye usingizi, amelazwa kwenye usingizi wa kichawi. Kibiashara amelazwa, kwenye ndoa amelazwa, kazini amelazwa, ofisini amelazwa. Kila analolifanya bosi wake analalamika, kiongozi wake anaona ufanye kwa uzuri, amelala. Ila kimwili anatembea, ila kimwili anaendesha gari, ila kimwili yuko kwenye duka lake, ila amelala. Akilala mambo yake yataharibika. Anasema usipende usingizi usije ukawa maskini. Usipende usingizi ukashindwa kurekodi. Usipende usingizi ukashindwa huduma. Usipende usingizi ukafukuzwa kwenye ndoa yako. Kwa usingizi unakufanya uwe maskini. Haleluya. Warumi 11 mstari wa 8. Warumi 11 na mstari wa 8. Mungu aliwapa roho ya usingizi, macho hata wasione na masikio hata wasikie, hata siku hii ya leo. Nisomee na wewe kidogo. Kitabu cha Waamuzi sura ya 11
Kitabu cha Waamuzi sura ya 11 mstari wa 8. 11 mstari wa 8 imeandikwa. Okay. Walumi 11 mstari wa 8. Kitabu cha Walumi 11 mstari wa 8. 11 mstari wa 8. Kama ilivyoandikwa, Mungu aliwapa roho ya usingizi, macho hata wasione, na masikio hata wasisikie, hata siku ya leo. Kwa hii inamaanisha kwamba uko hapa, unaweza uko unatembea, unaona lakini hauoni. Ina maana kuna mtu amekutegea sumu kwenye chakula na unakila, kumbe wewe hauoni, macho unayo. Una masikio lakini hauelewi. Kwa sababu gani? Injini ya ndani imelala. Wewe sio mwili, wewe ni roho. Unanielewa? Wewe ni roho. Wanaomwabudu Mungu imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Utamwabuduje katika roho na kweli wakati wewe sio roho? Kuna namna ambavyo wewe ni roho ambayo inakufanya uweze kuelewana na Mungu kwenye maisha yako. Kwa macho wanayo lakini hawaoni. Wana masikio lakini hawezi kuelewa. Hii inatusaidia nini? Issue ya usingizi wa kichawi. Kuna watu utakuwa nao, kuna watu unaushirika na wao, kuna watu unakula na wao, kuna watu unacheza nao vikoba, lakini wao ni mashetani yamevaa miili ya watu. Kama ukiamshwa roho yako kwenye usingizi, utatambua huyu sio kwenda naye. Utaelewa huyu sio kwenda naye. Huyu sio mtu, ni shetani. Huyu ni mchawi, huyu ni mganga, ama mtego alionitegea nijue namna ya kukwepa. Majeshi. Masikio wanayo ila waelewe. Na mimi nataka nikwambie maana ya kuingia ndani ya madhabahu hii. Biashara yako iwe sawa, na ndoa yako iwe sawa, na uimbaji wako iwe sawa, na kazi yako iwe sawa. Hiyo ndio sababu ya kuingia mahali hapa. Kama umepata, unamtumikia Mungu. Haujapata, bado unaendelea na Mungu. Majeshi. Kwa sababu lazima utapata. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, hayo mengine mtafanya nini? Kama hayapo kwa madhabahu hii, wewe umelazwa. Na leo ndio sababu lazima tuamke. Tukiamka rohoni, lazima hayo mambo yatafanikiwa kwa jina la Yesu. Majeshi. Tusogee kidogo tena. Kitabu cha Isaya 29 mstari wa 10. Kumbe mtu akiwekewa roho ya usingizi hawezi kusikia wala kuona kabisa. Hawezi kusikia wala hawezi kuona. Isaya 29. Isaya 29 na mstari wa 10. Kwa maana Bwana amewamwagieni roho ya usingizi. Bwana amewamwagieni roho ya usingizi. Amefumba macho yenu, yani manabii, amefunika vichwa vyenu, yani waonaji. Maana Bwana amewamwagieni roho ya usingizi, macho yenu, amefumba macho yenu. Kwa kuna watu ambao macho yao hayaoni wala masikio yao hayasikii kwa sababu wamelala, ila kimwili wanatembea. Huyo ni Bwana. Kwa Mungu ni mwanzilishi wa mambo yote. Shetani hajawahi kuumba chochote. Kwa Ibilisi anaangalizia mahali, alafu anatenda kwenye maisha yako. Anamwangalizia Mungu. Mungu analeteaga watu usingizi. Mungu analeta usingizi. Mungu anamwagia watu usingizi. Na shetani na yeye kupitia wachawi wanamwagia watu roho za usingizi. Na Mungu kupitia watumishi wa Bwana wanaamsha watu kwenye usingizi. Leo utaamka kwa habari ya maisha yako kwa jina la Yesu. Ukilazwa usingizi hauwezi kuona fursa zilizo mbele yako, maana umekuwa umefumba macho na kufunikwa kichwa chako usiweze kuona wala kuwaza. Lengo kubwa la shetani kwenye maisha ya watu kuiba, ni kuchinja na kuharibu. Anaiba, hilo ndo lengo lake. Lengo la Ibilisi kuiba, kuchinja, kuharibu. Kwa hiyo ina maana anajua nikiwapa roho ya usingizi nitawaibia. Waende kanisani lakini wawe wamelala, wasiamke. Na mimi nataka nikwambie, hauamshwi tu, wewe mwenyewe unazingatia, unajiamsha mwenyewe, na hatimaye mambo yako yanakuwa sawa sawa. Haleluya. Kwa sababu hauwezi kutoka, umetoka kuamshwa kanisani, alafu wewe ghafla umeshaenda kwenye vijiwe vya kahawa.
umekaa muda wa kutosha, umeshaingia kwenye mpira, umeenda kubishana na watu habari ya Simba na Yanga zaidi ya masaa 3-4, utajilaza mwenyewe. Umeshatoka, umeshaenda kwenye magenge ya watu, stori ni nyingi, wewe utalala kiroho. Kuna namna ambavyo lazima uanze kujitenga taratibu taratibu, kwa sababu stori za watu wa mtaani sio stori zako wewe. Namna wanavyoongea wao sivyo wanavyoongea wewe. Wao wanasema tuna hali mbali ya uchumi, wao usitamke hayo maneno. Watafute watu wa aina yako, anza kuongea mambo ya ushindi, anza kuongea mambo ya mafanikio, anza kuongea mambo ya kustawi. Kwa kuna mahali utakapoelekea pata kufanya ulale kiroho, ulale usingizi, hautoamka. Mabadiliko yanaanza na tabia. Imani pasipo matendo haifai. Unanielewa? Kwa imani yako, nimeenda ibadani leo somo ni usingizi wa kichai. Baada ya hapo matendo yangu sitaenda kwenye vijiwe vyao. Majeshi. Haleluya. Kama unataka uwe bora, anza kujiwekea status ya aina yako. Siwezi kukaa kwenye vijiwe mimi. Siwezi kukaa kwenye mpira mimi. Nitatafuta mahali ambapo naangalizia mpira nyumbani kwangu. Sitakaa kwenye vijiwe vyao, kwa sababu watu watauonaje utukufu wa Mungu ndani mwako? Watu wanatukana, watu wanapiga mabati, magoli 5, magoli 4. Leo Simba ameolewa, leo Simba amelazwa, leo Simba ana issue. Na wewe hayo maneno yanajaa ndani yako, huwezi kuiona nguvu ya Mungu kwenye maisha yako. Mchawi ana akili sana. Anaenda kwenye mpira, kwenye mahesabu, anaenda pale angalia anamlaza nani, anaenda kwenye mpira angalia nani ana kipawa, lakini wewe umeenda kushangilia. Kwa lazima tofauti zetu na watu wa kawaida zianze kutofautiana. Wewe umebeba siri za Mungu, wewe umebeba wakili wa Mungu ndani mwako. Lazima kuna namna ambavyo wanavyoenda. Asante. Ukifanya hivyo unaifanya mbingu izidi kushuka kidogo, inazidi kutusogelea zaidi. Isaya 14 mstari wa 17. Kitabu cha Isaya 14:17. Isaya sura ya 14 mstari wa 17. Isaya 14:17. Lekaraba. Yesu. Mbona umeniokoa? Au hujagusa hapo? Yesu. Isaya 14:17. Aliyeufanya ulimwengu ukiwa, akapindua miji yake, asiyewafungua fungwa waende kwao. Shetani ni bwana jela. Hataki watu wakombolewe, wafanikiwe, wabarikiwe. Hataki watu wapone magonjwa. Shetani yeye ni bwana jela. Hawaachi wafungwa wafunguliwe waende kwao, kwenye baraka zao, kwenye hatima zao. Kwa ibilisi anachokifanya, anatumia silaha ya usingizi. Kiroho umelala, kimwili unakwenda. Nitakupa mfano mdogo. Juzi kule sisi, kuna rafiki yetu mmoja jirani, yeye alikuwa ni askari. Amefika nyumbani baada kutoka kazini mida ya saa 3 usiku, akakuta mwanae ana homa. Live kabisa, jirani yetu ana homa. Asa akasema acha nene nikatafute dawa. Akawasha gari lake kwenda kumnunulia mtoto dawa. Alivyoondoka akafika mahali, akachukua dawa, duka la dawa, akapita mahali akachukua pombe kidogo, akapiga kidogo, piga biashara. Baada hapo anatakiwa kurudi nyumbani. Mama anamsubiri, mbona baba hajarudi? Anasubiri. Baadaye akasema ngoja nilale, atakuja agonge mlango mwenyewe. Alivolala tu na dawa zake, alivolala tu akaota ndoto live kabisa. Akaota ndoto, ameota ndoto, anamwona baba amekuja na nini, na dawa, ila ana viatu mguuni, wala gari hajarudi nalo, amechoka. Alipoamka kwenye usingizi akawaza, huyu baba imekuaje huyu? Baadaye tena akalala zake, maana hajarudi. Alivolala akaota ndoto, majirani
wamekuja pale, wanagonga, wanaambia mume wako amekufa. Amemaliza kuota hiyo ndoto, hajakaa sawa, akasikia mlango unagongwa. Kweli wakagonga, wakamwambia mume wako tumemkuta amekufa. Tumemzika jamaa, amesafirishwa kwenda mkoani mwili wake. Mungu anazungumza na wewe kwa ndoto, kwa sababu umelala usingizi, unalala tena. Huelewi. Macho unayo, masikio unayo, kusikia unasikia lakini hauelewi. Macho unayo lakini hauoni. Kwa Mungu ametoa taarifa, badala aibatilishe, yeye haijabatilisha. Nataka nikwambie, mambo yako sio kuingia tu kanisani. Unahitaji kufungua watu, unahitaji kuombea watu, majirani zako na ndugu zako, uwaokoe na mitego ya mauti. Kama unahitaji mabadiliko, usiwaze kwamba umeokoka ama nahudhuria ibada au bado sijakomaa kiroho. Anza kukomalia mtaani kwako, waombee watu, wafungue watu, walete watu kanisani. Anza bidii wewe mwenyewe kule kule. Ila huyu ninayemzungumzia ameokoka. Amefanya nini? Kumbe unaweza ukawa umemcha Mungu, umeokoka lakini umelala kiroho. Kwa Mungu ameleta taarifa, hajaelewa na likampata la kumpata. Mume amemwacha. Unajua kilichotokea? Jeshi la polisi namwambia lete mavazi yetu faster, kabla hata kujua anazikwa ama azikwe. Lete nini? Kuna mambo unayapa kipaumbele, kuna mambo umeyapa nafasi, lakini hata kusaidia chochote. Unawaza nilikuwa kazini, unawaza nilikuwa kwenye biashara, unawaza nilikuwa nimeenda kumuona mjomba. Hawatakusaidia. Tafute kwanza Mungu kwa bidii zako zote. Majeshi. Kuna mambo usiape kipaumbele kabla ya Mungu. Mungu kwanza, mengine atafuata. Haleluya. Usingizi wa kichawi. Huyo mdada ameona lakini haelewi. Mungu amempa taarifa, haelewi na mabaya akampata. Tusogee kidogo tena. Tafsiri ya usingizi wa kichawi. Usingizi wa kichawi ni ile hali ya kuto kujitambua inayompata mtu baada ya kutumiwa roho ya usingizi. Ni ile hali ya kuto kujitambua baada ya kutumiwa hiyo roho ya usingizi. Hali hiyo inamfanya mtu aamini kuwa pale alipo au hali alionayo ni sahihi na alipaswa kuwa nayo, kumbe haikumpasa kuwa hivyo. Usingizi wa kichawi tafsiri yake ni kwamba ni ile hali ya kuwa kwenye hali ambayo hautaki kuwa nayo. Unakuwa kanisani lakini unasikia usingizi. Wewe unahisi kwamba huyo mtu jirani yangu labda yuko busy na shughuli. Hapana. Unajikuta maisha yako nasema mimi sitaki kuwa na maisha ya namna hii. Ila bado maisha ya umaskini bado yamekung'ang'ania. Unashangaa una nguvu lakini ndani ya miguu yako kuna moto unawaka. Unasema jamani, huu moto mpaka lini? Kuna hali ambayo kubaliani nayo. Kuna mtu yuko kwenye ndoa yake anasema mimi na mume wangu ugomvi wetu tunashangaaga, mbona bado hatunaga kinachotugombanisha, kitu kidogo tu tunalalamikiana sana. Kwa ina maana kuna namna ambavyo mtu amelala na aliyelala ni kama mfu. Unaweza ukamtenda lolote. Muulize Delila, Samsoni na nguvu zake, Samsoni na ubavu wake. Samsoni alikuwa ni mnaziri wa Mungu. Alipokubali kulazwa usingizi, akanyolewa chanzo cha nguvu yake. Nataka nikwambie, kuna watu wanang'ang'ana na wewe, wanataka wakunyoe nywele zako, wanataka wakulaze ili wakutende mabaya. Na kulazwa kwenyewe ni huku. Kulazwa kwenyewe ni kwamba usihudhurie ibada. Jumatatu usiwepo, Jumatano usiwepo, Ijumaa usiwepo, Jumapili uje umechelewa. Hata simu ikipigwa inalazimika uache ibada, urudi tena kule mtaani. Umelazwa kiroho ili wakutende mabaya. Usikubaliane na hayo. Amsha roho yako kwa ibada, amsha roho yako kwa maombi. Amka kwa jina la Yesu. Majeshi. Ukiona Jumatatu haupo, Jumatano haupo, Ijumaa haupo, Jumapili umechelewa, siku nyingine unakatisha ibada unaenda kazini, jua wewe walishakulaza. Swali, Mama Samia mwenyewe akienda msikitini anavua viatu. Ni rahisi na viatu anavivua.
Na muda wa kuinama na kuinuka lazima iname na kuinuka. Wewe muda wa sifa umekaa, wewe muda wa kuabudu umekaa, wewe Jumatatu hauendi ibadani, maana yake umelala kiroho kwa mambo ya Mungu wako. Wewe msema nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa. Kwa usijipe heshima kuliko Mungu. Usijipe heshima kuliko Mungu. Yaani hivyo ulivyokaa, umekaa mbele za Mungu. Umekaa mbele za Mungu. Na kuna heshima utakapoikosa utasikilizia ndoto baadaye. Na mbaya zaidi, Mungu ni waajabu, anasema usifurahi kwa kutoa mapepo kuwatii. Furahini kwa sababu jina lenu limeandikwa wapi? Mbinguni. Kuna mambo usiwaze kwa kutoa mapepo mtu anaenda mbinguni. Anasema si kila atakayeniita Bwana Bwana atauona ufalme wa Bwana. Unanielewa rafiki yangu? Kwa hiyo kuna namna ambavyo wewe moyo wako kushuhudie na matendo yako yaambatane na imani yako ulionayo. Msema heshima kwa Mungu. Ianze sasa. Amen. Anza. Kwa ukikubali kulala wanakutoboa macho. Ukikubali kulala wanakunyoa nywele. Ukikubali kulala wanakuibia nyota yako. Wachawi ni wastaarabu. Anakuletea juisi, anakupa Pepsi baridi. Wachawi ni wastaarabu. Wakifika wanakuonyesha upendo wa ajabu. Wachawi ni wajanja, ila unahitaji kuwa umeamka kiroho. Na wachawi wewe unaowaza ulidanganywa na majirani zako, wanakuambia ile familia waga sio watu wazuri. Wachawi ni bodaboda wako anayekubeba. Mchawi ni lile duka unaenda kununua chakula. Mchawi ni yule mtu ambaye anakuletea zawadi. Mchawi ni yule ambaye hata umuelewi wakati mwingine. Wao ndio ambao wanakutenda mabaya. Yuko mfanyakazi umemwajiri kumwagilizia bustani nyumbani mwako, ama yuko mfanyakazi amekuja kujenga kibanda cha kuku. Hao ndio wanakuta ni wabaya, kwa sababu hata uwawazi. Ndio maana Biblia inatuambia kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa. Unaowajua na usiowajua una namna ya kuwashughulikia leo. Msema nafyeka kwa jina la Yesu. Kwa wewe ukiwaza yule ndo mchawi, walishahama. Mashetani kwa house girl, yupo kwa mfanyakazi, shamba boy wa nyumbani, wametulia pale, ndo anayekuloga maisha yako. Shemeji yako, wifi yako, jirani yako, ndugu yako, huyo ndo mwanga kufa mtu. Majeshi majeshi. Msema leo kila anayenilaza kiroho inamfyeka kwa jina la Yesu. Sema namfyeka kwa jina la Yesu. Mchawi anavumilia. Ukimpiga anavumilia tu. Ukimpiga anavumilia tu. Anataka ajifanye mtakatifu, kwa sababu kikulacho adui wa mtu. Kwa hiyo wewe kama haujafumbua macho utashangaa mwanafunzi uliosoma naye haujawahi hata siku moja hata kumwazia, haujawahi kuwa rafiki naye, haujawahi kumkumbuka, ila kwenye ndoto unashangaa amekuja. Unajiuliza, huyu sina urafiki naye, sijawahi kuongea naye, hatuna urafiki wala undugu, ametokea wapi ndotoni? Huyo ndo mbovu wa maisha yako. Wapasua wote kwa jina Yesu. Wewe msema na wapasua. Sema na pasua kwa jina la Yesu. Majeshi majeshi. Umenielewa? Asante. Kabisa kabisa. Uishi milele. Uishi milele. Uishi milele. Roho ya usingizi ni silaha kubwa ambayo adui anaitumia sana. Aina mbalimbali za usingizi nazipitia kidogo. Aina mbalimbali za usingizi. Kuna aina 4 za usingizi. Usingizi wa kichawi tumeongelea, ambao ndo huo. Sasa usingizi wa mauti, kifo. Usingizi wa kifo. Usingizi wa kifo. Usingizi wa kifo, yani mauti. Soma Wathesalonike wa kwanza sura ya 4:13 na 14. Kuna aina za usingizi. Usingizi wa mauti, yani kifo. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4:13 hadi 14. Imeandikwa, lakini ndugu, hatutaki
msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu anawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kifo ni utengano kati ya mwili na mauti na mwili wa mtu. Yani kifo ni utengano kati ya mwili na roho. Utengano kati ya mwili na roho ya mtu. Hicho kinaitwa kifo, ambacho Yesu yeye mwenyewe anakiita kulala mauti. Haleluya. Mwili wako unapojitenga na roho, tunakiita kifo. Mwili unapoachana, mwili ukiachana na roho yako, mwili ukiachana na roho, hiyo inaitwa kifo. Yani roho itakapotoka mwili ukabaki, kifo kimetokea. Sema kwa jina la Yesu. Kwenye somo hili sema, kwenye somo hili la usingizi na kataa kulala. Usilale. Yohana sura 11 mstari wa 11. Yohana 11 mstari wa 11. Imeandikwa, aliyasema hayo kisha baada ya hayo akamwambia rafiki yetu Lazaro amelala. Lakini wakamwendea, ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhani ya kuwa amenena habari ya kulala usingizi. Kwa hiyo aina ya pili ya usingizi, kuna usingizi huo wa mauti, kifo. Tuangalia aina ya pili ya usingizi, usingizi wa kawaida. Usingizi wa kawaida, Mithali 20:13 ndio hiyo ambayo nishaisoma mwanzoni. Usipende usingizi usije ukawa maskini, fumbua macho yako na utashiba. Usingizi wa kawaida unaweza ukamfanya mtu asijishughulishe, asiwe na bidii, na hatimaye akaishia kuwa maskini. Ndio ile ambayo tumeisoma, usingizi wa kawaida aliolazwa Samson, akanyolewa nywele. Kwa kwenye maisha unaweza ukalala usingizi, umelala usiku na baadaye unaibiwa TV, unaamka redio imechukuliwa. Kama una mifugo nyumbani, imechukuliwa kwenye zizi lake, wameiba gari, wameiba chochote. Huo ni usingizi wa kawaida, lakini katikati yetu hakuna atakayeibiwa kwa jina la Yesu. Nasogea mbele kidogo ili sasa tufike kwenye kusudi lenyewe. Wafilisti tumeona baada ya kulala usingizi walimtenda mabaya Samsoni. Tuangalie usingizi wa aina ya tatu, usingizi unaotoka kwa Mungu. Usingizi unaotoka kwa Mungu, huo ni usingizi maalum sana, ambao Mungu anapotaka kuongea na mtu anamletea usingizi. Ndio ile pale ya Adamu, Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 21. Haleluya. Sasa sababu za wachawi kutuma roho ya usingizi. Andika, sababu za wachawi kutuma roho ya usingizi. Sababu za wachawi kutuma roho ya usingizi. Roho ya usingizi ni mapepo wachafu wanaotuma kwa mtu ili alale kwa namna ya rohoni. Mtu akiwa amelala rohoni hawezi kufanikiwa, kwa sababu baraka zote za mtu zinaanzia rohoni. Kwa wachawi wanamtumia mtu roho ya usingizi, analazwa roho yake, kwa sababu roho ndio inaweka uzima na mwili haufai kitu, mwili haufai chochote. Kwa wachawi sababu yao ya kumtumia mtu roho ya usingizi ni kwamba wamtende sawasawa na wanavyokusudia. Sawa. Niseme kwamba kama ambavyo Samsoni alivyolala, walimuibia nywele zake wakazikata. Mungu, nianze kwa mwanadamu. Mwanadamu yeyote aliye na mtoto atamwachia, anasema nakusomesha, elimu itakusaidia kwenye maisha yako.
Anasema nimepambana na kupa hati ya viwanja, vitakusaidia baadaye kwenye maisha yako. Baadaye mtu anasema jamani, mimi nina nyumba yangu, mimi nina gari langu, mimi nina duka langu, mwanangu utauza, hayo yatakufaa baadaye. Na Mungu na yeye ndiye baba wa roho zetu. Alipotutuma duniani ametupa vipawa, ametupa karama, ametupa nyota ili zitufanikishe hapa duniani. Kwa ina maana rohoni mwako umesheheni mambo yatakao kufanya ufanikiwe. Kama unasikia watu wanaimba na roho yako ndani mwako inatoa msukumo, ama unakosa utulivu, unapendezwa na hayo mambo, Mungu amekuita kwenye eneo la uimbaji. Kama unasikia watu wanafanya biashara na moyo wako unakushuhudia, mimi napenda biashara, mimi nitakuwa mfanya biashara, maana yake Mungu aliweka kipawa ama amekupa nyota ya kuwa mfanya biashara. Kama ndani mwako unapenda mahubiri, kama unapenda mambo ya siasa, Mungu alishaweka hicho kipawa ndani mwako ambacho kitakufanikisha baadaye. Kwa wachawi wanajua wewe sio mwili, wanairaza roho yako. Wakiiraza roho yako, huyo mtu anaibiwa umairi wake, huyo mtu anaibiwa bidii yake, huyo mtu anaibiwa mambo yake. Maana yake leo ziko sababu ambazo wachawi wanamsababishia ili mtu alale, waweze kumfanya kuwa wa kawaida. Unanielewa rafiki yangu? Ukienda mtaani, ukienda wapi? Mtaani. Umehamia mtaa mwingine, kuna namna ambavyo kuna ushetani unaotaka ukufanye uwe kama wa mtaa huo. Kama huo mtaa unatawaliwa na akili za mashoga, tabia za ushoga, utatamani ukiingize kwenye tabia za ushoga. Kama huo mtaa umetawaliwa na ulevi, hadi jirani yako anayekukatia manyasi ya ng'ombe, anayesogea nyumbani kwako ukusaidia kazi, anayekupigisha stori, atakuja amelewa ili mradi ya kuambukize roho za huo mtaa. Unanielewa rafiki yangu? Maana yake ni kwamba chochote unachokiona hapa kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Baraka zako zinaanzia rohoni, na mafanikio yanaanzia rohoni, na matatizo pia yanaanzia rohoni. Roho yako utakapoiamsha, utajikuta hadi mwilini unafanikiwa. Majeshi, majeshi. Mimi na kanuni moja ninayoisema, kama tukibaki kama tulivyo, tutakuwa sisi ni wenda wazimu, kwa sababu tuna Mungu ambaye ana maarifa, ambaye ametusaidia kupitia askofu wetu. Unanielewa? Kupitia baba yetu tuna Mungu ambaye ana nguvu ya kufufua hata mambo yaliyokufa. Kama tukibaki kama tulivyo, basi sisi ni wenda wazimu. Na mimi nataka nikutangazie, wewe sio wa kawaida. Kuna baraka umezibeba, kuna makubwa umeyabeba, kuna afya umeibeba, una hati makubwa uliyoibeba. Umenielewa? Majeshi, majeshi. Kama unanielewa nisikia amina. Sasa rohoni ukiwa vizuri, ofisini watakuelewa, wataisoma. Ukiingia mahali kuna kibali, ukienda mahali kuna upendeleo, kuna mvuto unapewa, kuna kibali unakuwa nacho, kuna ufahamu unakuwa nao kuliko wao. Ina maana utawapendeza wao. Wachawi wanataka ulale kiroho, ili mambo ya kiroho usiyajue, ili na wao wakufanye uwe kama wa mtaani kwao. Sema nakataa. Sema nakataa. Kwa jina la Yesu. Sema nakataa. Kwenye taifa tuna baba askofu Gwajima, kwenye jimbo tuna askofu Erkisho, kwenye wilaya zetu tuna majembe. Chamwino, Dodoma, Tanzania, lazima kieleweke, lazima kieleweke. Wewe katika furaha unayotakiwa kuwa nayo, una baba wa mbinguni, una baba wa taifa, una baba wa mkoa, una wadogo zako wako kwenye wilaya. Lazima tu ambao Mungu amekusudia kuwa. Majeshi, majeshi. Yawezekana hujaelewa, na niko hapa ili wewe, niko hapa ili unielewe. Nasema hivi, baba askofu Gwajima amepigana vita ya kiroho, amekuwa kama alivyo, akizungumza, akiongea, kataifa kanayumba. Taifa linafanya nini? Tuna askofu wa jimbo,
baba yetu na Askofu Eric Shaw akizungumza, wilaya zote na tarafa zote na kata zote zinaeleweka. Asante. Hiyo tabia ni tabia nzuri sana. Hiyo tabia ni tabia ya mbinguni hiyo. Hiyo ni tabia nzuri sana. Sikia, kuna ukoo wako, kuna familia yako, kuna kabila lako unahitaji kulishughulikia. Na wewe ndo mtu wa kiroho. Unatakiwa usimame kiroho ili uondoe usingizi ndani ya familia yako, ndani ya ukoo wako, ndani ya kabila lako, ili tuende kwenye ngazi ya taifa. Majeshi. Unaelewa? Umenielewa? Kwa ziko sababu ambazo wachawi wanazifanya ukilala kiroho mambo yaharibike. Msema nakataa. Nani anaotaga ndoto? Mkono juu. Karibia wote, si ndio? Maana yako roho yako hailali. Ila roho inaweza ikapigwa usingizi, inapigwa ganzi, isielewe, isifahamu, isijue. Unaenda kawaida, unarudi kawaida. Najiuliza, kwa nini Baresa awepo? Kwa nini Modewiji awepo? Kwa nini watokeo wachezaji wa mpira kama akina Cristiano Ronaldo, akina Messi? Kwa nini watu maarufu wawepo duniani? Kwa nini Diamond katika uovu wake awepo? Wewe usifanye jambo la maana. Amua kutoka kwenye usingizi. Tuungane na mashujaa Eric Shaw, tuungane na Askofu Gwajima, twende kwenye baraka. Msema naenda kwa jina la Yesu. Anza kuweka tabia ofisini kwako. Wanasema lazima hapa pachimbike. Kama kuna minyororo itakatika, kama kuna vifungo vitayeyuka, kama kuna kamba zitakatika, lazima tututumuke. Sema natutumuka kwa jina la Yesu. Haleluya. Sio, unanielewa rafiki yangu? Yani ukitaka kufanikiwa, anza kufanya mambo kwa ubora. Kila unachokifanya kifanye kwa. Unauza matunda yako mtaani, hakikisha matunda yako asiwe kama ya wengine. Nyumba yako ya udongo, hakikisha usafi wa mahali pale. Mtu akiingia na gundua kuna mtu mwenye akili timamu. Amen. Namna ya kubehave mbele za watu, anza kutenda kwa ubora. Ukianza kutenda kwa ubora, tofauti inaanza ukufuata. Watu wanaanza ukuelewa. Msema kila usingizi wa kishetani leo hii nina uharibu. Sikia sasa, sababu kwa nini wachawi wanamwekea mtu roho ya usingizi, wamfanye awe na hofu. Kwa sababu waoga wote wataenda jehanamu ya mnyamoto. Kwa jehanamu ya mnyamoto. Ona jamani, mimi nitawezaje? Hivi naweza nikafaulu? Hivi naweza nikafanikiwa? Hivi naweza nikapenya? Hivi naweza nikaanzaje kazini kwangu? Nimeshachelewa, acha niwaachie watu wengine. Haujachelewa, hakuna aliyechelewa. Musa alianza kazi akiwa na miaka mingapi? 80. Nani ana miaka 80 hapa? Aseme mimi nimeshachelewa. Musa ameanza kazi ya Mungu akiwa na miaka mingapi? Hiyo ni mfanya biashara, ni kazi ya Mungu kwenye biashara. Maana hiyo itafanya kazi ya ufalme wa Mungu. Ikiwa kazini, hiyo kazi yako utaifanya, lakini kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wachawi wanakuingizia roho ya hofu ili mwisho wa siku uogope kufanya mambo kwa ubora, uende jehanamu ya mnyamoto. Mwanzo sura ya 15:12. Mwanzo 15 na mstari wa 12. Mwanzo 15:12. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Ibrahimu ameingiwa na hofu. Kwa shetani analiangalia hilo neno kupitia wachawi na waganga. Ibrahimu alishikwa na hofu baada ya kuwa na usingizi. Kwa wachawi anamwekea mtu usingizi, aanze kuogopa kwanza biashara, aanze kuogopa ndoa, anasikia zina vita. Mimi sitaki kuolewa, bado nipo kwanza. Mimi sitaki kuoa, maisha ni magumu. Hofu. Waoga wote sehemu yao jehanamu ya moto. Kwa shetani ana uwezo wa kumwingizia mtu roho ya woga ili kumwondolea ujasiri wa kuamua mambo. Maana Biblia inaweka wazi kuwa Mungu hajatupa roho
ya woga. Ufunuo 21 mstari wa 8 utaisoma kwa muda wako. Ufunuo 21 mstari wa 8, waoga anaenda sehemu yao. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 17. Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na upendo. Utaisoma Timotheo wa pili 1 mstari wa 17. Tuangalie sababu ya pili, kwa nini shetani anawawekea watu roho ya usingizi. Kukuangamiza. Kwa ibilisi anaweka roho ya usingizi ili auwe mtu, ili amuue, ili auawe. Kwa shetani kupitia wachawi na waganga wanamtumia roho ya usingizi ili mtu huyo wamuue, wamuangamize. Roho ya usingizi, mtego wake au kamba zake au minyororo yake au sumu yake ni kukuangamiza. Wanakutumia roho ya usingizi wapate wepesi wa kukuangamiza. Waamuzi 16:19. Naye akamlaza usingizi magotini pake, kisha akamwita mtu, akavinyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Kwa hiyo apotumiwa mtu roho ya usingizi, wanataka wamuue, kuuawa. Asa pasa, roho ya usingizi gani unayoiongelea? Kuna usingizi wa kiroho. Hauwezi kuwa na bidii katika mambo ya kiroho ili usijinasue. Wakikulaza hauwezi kujitetea. Haleluya. Samsoni alipolazwa usingizi, ili walimlaza usingizi ili wapate kumnyoa nywele zake, na nguvu yote ikamtoka. Kwa kama uko hapa ukilazwa usingizi, kama hujapambana, ina maana wanakuibia ndoa. Wanasema ndoa imekuwa ngumu, nimeenda kudai taraka. Kumbe ndoa imekufa. Walimuingizia roho ya usingizi wapate kuangamiza ndoa yake. Walimwekea roho ya usingizi asiombee familia yake. Aliwekewa roho ya usingizi afe kabla wakati wake. Aliwekewa roho ya usingizi aongea habari ya asili ya nguvu zake. Unajikuta Samsoni ameuawa, ameenda kuonewa, ametobolewa macho, anasaga ngano na matatizo lukuki. Msema nakataa kulala usingizi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kulala usingizi wa kiroho sio lazima matatizo yafuate. Kuna wengine wanawekea roho ya usingizi ni mbishi ama ni mjuaji, hataki kufundishika. Roho ya usingizi inakuwa mtu anakunuizia sawa sana anavyotaka, ili mradi asiweze kusaidiwa. Majeshi. Tuangalie pointi nyingine hapa kidogo. Kwa hiyo shetani ana uwezo wa kuweka roho ya usingizi wa kichawi, ukalala kwa namna ya rohoni na kukupelekea wewe mwenyewe kulazimika kuharibu mambo yako mwenyewe. Tuangalie pointi ya 3.